Waketwa walifinyiliwa na kuteswa kwa muda mrefu na Wakule. Waketwa walikosa ajira hata licha yao kuwa na elimu ambayo ilikuwa ni elimu ya kutosha kupata ajira. Watu wengi waliajiriwa katika nafasi ambazo hata hawakusomea. Watu wengi walifariki dunia kutokana na uharibifu wa mazingira na kutokana na ubinafsi na ufisadi uliokuwa unatekelezwa katika nchi ya Matuo. Mtemi Lesulia alitamani sana kuishi katika kiti cha mtemi milele na milele. Alitamani sana jinsi ambavyo angemuona Lonare akiwa ameiaga dunia akamuondokea, kwani alimuona kama kizingiti kikubwa katika uongozi wa taifa hili la Matuo. Waketwa walitamani sana kuukwea mlima ili waweze kupata uongozi unaowajali. Waketwa walitamani sana waweze kupanda mlima, wapande nguvu za jadi, waepuke ubinafsi ambao ulikuwa unawatawala. Chuki iliwavaa Wakule, wakawa wameiva na kuvimba kama hamira. Wakawa wanawachukia na kuwalaumu Waketwa kwa kila kilichotokea. Hata mvua ikikosa kunyesha, waliona tatizo ni Waketwa. Hata maradhi sugu ambayo madaktari walikosa suluhisho kwayo, basi ilisemekana kwamba tatizo lilikuwa ni Waketwa. Nguu za jadi, riwaya ambayo ndiyo imeidhinishwa kwa shule za upili na ambayo ni ya lazima kwa shule zote za upili nchini Kenya, ndiyo riwaya ambayo ninakukaribisha sana katika uchambuzi wake moja kwa moja, muanda na mubashara. Hii ni Faraga TV. Faraga TV, karakana ya upekuzi. Yenyewe inafunguka tukimuona Mangwasha na wanawe wawili, Sayore na Kajewa. Mangwasha yuko na machungu, yuko na mawazo chungu nzima. Mangwasha hana hanani, hana mbele, hana nyuma, amepunguza na kuwa mkata, yani maskini, hana mbele, hana nyuma, maskini wa kutupwa. Kisa na maana ni moto mkubwa ambao uliunguza na kuteketeza majumba ya Waketwa katika mtaa wa Matango. Mangwasha ana mawazo chungu nzima, anawatazama watoto wake ambao wamelala, watoto ambao wanangwa hawakujua kilichokuwa kikiendelea, kwamba nchi nzima ile ya Matuo haina amani tena, kwani Waketwa wote wamechomewa majumba yao. Mangwasha anaenda pale kanisani na kuingia katika chumba ambacho kilikuwa kimetengewa kasisi. Anaufunga na kuushindika mlango, ila bado anahisi kwamba hayuko salama. Anauchukua ubao, anafunga kwa meza na ubao ili aweze kulala pale. Anachukua ubao ambao anasema kwamba utakuwa ni mlinzi wake kwa usiku ule. Anapoelekea kulala na anapoendelea kujilinda pale katika chumba kile cha kasisi katika kanisa, anawasikia watu wakizungumza kule nje. Sauti anazozisikia hatimaye zinaanza kuonekana ni kama sauti ambazo anaweza kuzielewa, kwani wale walikuwa ni Waketwa wenzake ambao hawana makao na hivi leo wanatafuta mahali ambapo wanaweza kujisitiri ili wakaweza kulala kwa usiku ule. Hata anapowakaribisha pale, Waketwa wanaanza kuzungumza kuhusiana na masaibu yaliyowakumba katika usiku ule katika mtaa wa Matango, ambapo vijana walikuwa wamepewa hongo na kuja kuwachomea watu majumba. Kisa na maana ni kwa sababu pale kulitakana kujengwa hoteli la kifahari ambalo lilikuwa limilikiwe na mkewe mtemi ambaye ndiye Nanzia, pamoja na mwanamke mmoja aliyemiliki biashara nyingi katika mji wa Taria, muite Mboshu. Hawa walikuwa wanataka kuifisidi ardhi ya Matango na ambayo awali ilimilikiwa na Waketwa. Waketwa ambao asilia yao ni kutoka katika kijiji cha Ndegoni, ambapo walitoka pale kijijini na kuja humu mjini, aidha kwa kusaka ajira na vile vile kwa kujiendeleza. Kwani tuelezwa kwamba Waketwa walikuwa ni watu ambao walikuwa na akili sana katika ujasiriamali. Wamekuja hapa mjini kusaka ajira. Hata hivyo, uongozi ambao ulikuwa ni uongozi wa kiimla, uongozi ambao ulisheheni ukabila na ufisadi, au kuwapa ajira walioelimika. Uongozi wa Mtemi Lesulia ulikuwa ni uongozi mbaya. Hata katika jeshi la taifa, vijana walioteuliwa, ukiangalia katika ukurasa wa 44, vijana waliteuliwa vijana ambao hawakuwa wa jamii ya Waketwa. Hakuamini kwamba Waketwa wanaweza kuwa katika jeshi la taifa, kwani alijua vyema kwamba uongozi wake ulikuwa ni uongozi ambao ni uongozi mbaya, uongozi uliojaa ufisadi. Ukurasa wa 16, rafiki yake mkubwa ambaye ni Sagilu anafanya usuhuba na kidosho mmoja, jina lake ni Sihaba. Sihaba ametumika kimajazi, jina ambalo lina maana ya kwamba alisababisha matatizo Sihaba, matatizo mengi sana. Kwa mfano, wakati ambapo Mrima na Mangwasha wanapoamua kufunga usuhuba. Je, kwanza Mangwasha ni nani? Mangwasha anaelezewa kuwa binti ambaye alikuwa na weusi uliokonza, binti ambaye alikuwa ni mrembo kupindukia, alikuwa na mwanya wa menoni, alikuwa ni binti ambaye alivutia sana, na alikuwa yufanya kazi katika afisi ya chifu Mshabaha ambaye alikuwa ni Mkule. Na katika kufanya kazi
kazi pale kando ya mahali alipofanyia kazi, basi kulikuwa na idara nyingi za serikali, na mojawapo ya idara hizi ilikuwa ni idara ya maji. Mmoja kati ya watu waliofanya katika idara ya maji alikuwa ni kijana mtanashati, kijana ambaye alijulikana kama Mrima. Mrima alikuwa ni kijana wa kimaskini ambaye alitokea kumpenda Mangwasha, na wanapopendana Mangwasha na Mrima, hatimaye wanapofanya usuhuba, wanaamua kwenda kuwaona wazazi wa Mangwasha, na hatimaye mipango ya harusi inapangwa na wanaenda kufanya harusi yao. Hata hivyo, Sagilu ambaye ni mzee, rafiki mkubwa wa Mtemi Lesulia na ambaye alimiliki biashara za kifisadi, anamtaka pia Mangwasha kimapenzi. Hata hivyo, Mangwasha anamkataa katakata. Anapomkataa Mangwasha, Sagilu ambaye pia ni rafiki wa Chifu Mshabaha anamwendea Chifu Mshabaha na kumwambia, huyu binti kanikataa kimapenzi. Chifu anajaribu kumshawishi Mangwasha amkubali rafikie Sagilu. Hata hivyo, Mangwasha mwenye msimamo dhabiti anamkataa katakata Sagilu. Chifu Mshabaha anaudhika sana, na katika ukurasa wa 20 anamwambia Mangwasha, ondoka, nenda huko, nyinyi Waketwa ni watu wasio na akili hata za kuchagua wachumba. Anamwambia ondoke pale, anamfukuza pale. Hata hivyo, Mangwasha anamwambia kwamba kama ni kazi nitaifanya kwa ufasaha na kwa weledi mkubwa, lakini mambo ya mapenzi ni mambo ya kibinafsi, niachie mimi niamue. Hatimaye wanaamua kufunga nikaha, wanafunga ndoa na Mrima. Wakati ambapo nikaha, ndoa kubwa imepangwa ikapangika, wanapoamua zawadi zinaanza kutolewa. Hata hivyo, Sihaba anatumwa na Sagilu kuja kuharibu ile ndoa. Wakati ambapo zawadi zinatolewa, binti huyu anafika akiwa amevalia gauni, rangi ni nyekundu, taashira na ishara kuonyesha kwamba amekuja kuleta matatizo. Kumbuka, nyekundu ni rangi ambayo huonyesha hatari. Amekuja akiwa amevalia mavazi mekundu. Nyekundu pia itaonekana sana katika gari lake ambalo lilikuja na magaloni yaliyokuwa yamebeba petroli na vijana waliokuja kuchoma mtaa wa Matango. Hatimaye huyu binti analeta kilipuzi, anajaribu kuharibu ile harusi. Hata hivyo, ilifaulu kwamba harusi ikafungika. Hata inapofungika harusi hii, Sagilu hakukata moyo, hakukata tamaa. Aliendelea sana kumsumbua Mangwasha, hata akawa anamletea pesa ili mradi amkubali, amhonge kimapenzi, amkubali waweze kuingia katika usuhuba. Hata hivyo, Mangwasha alikataa katakata, hakuingia katika usuhuba naye. Hatimaye anaamua kuwa na mpango mwingine. Anamchukua Mrima na kumpa pesa nyingi sana. Anapompa pesa nyingi sana, Mrima anapotelea katika mvinyo na anasa, anapotelea katika mtaa wa Pondamali. Hata wakati mmoja Mangwasha anaamua kwenda kumtafuta mumewe katika mtaa huu wa Pondamali. Anapomwambia rafiki yake Bungulu ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu, anamueleza kuhusiana na utamaduni wao ambao ulimkataza kabisa mwanamke kumfuata mumewe katika maeneo ya rahani. Huu ni ukurasa wa 32 wanapozungumza na Bungulu. Wanapozungumza, Bungulu anamwambia, la, msubirie mumeo akuje nyumbani, usiende kumfuata katika raha zako, kwamba nitaenda nawe nyumbani, lakini kwa kumfuata mumeo katika masuala yake ya anasa, abadan katan, anakataa. Lakini Mangwasha kwa msimamo wake dhabiti anashika tariki na kuelekea katika mtaa wa Pondamali. Anapofika pale Mangwasha anapigwa na butwa. Anaposhuhudia yaliyomo mle, anawapata watu waliokuwa wakichoma vichwa vya mbuzi, wanachemsha supu, vile walikuwa wanaunda mitura wanavyoisema pale, walikuwa wanakunywa pombe walioitaja kama muratina. Naam, ulevi unajitokeza pale. Anapotembea pale, anawaona walevi waliolewa chordo, walilewa chakari, walilewa chopi, wakapepesuka. Wakawa wanatembea katika vijia ambavyo kulikuwa na msururu wa watoto, mkururo mkubwa wa watoto, wanawafuata walevi waliokuwa wakiimba. Kwa mfano, Mangwasha alidhani kwamba mumewe ndiye aliyekuwa amejaa sana vitimbi vya ulevi. Hata hivyo, anamkuta mlevi mmoja ambaye alikuwa ni mlevi chakari, anaanza kuimba na kusema kwamba hata chawa nikiwa nazo ni za kwangu. Anasema kwamba ewe Maria, yani mkewe yule, anamwambia kwamba wewe Maria. Ukurasa huu ni wa 34, mpenzi mtazamaji na msomaji wa kitabu hiki cha Nguzo Jadi.